ama mzee Salim Ganga. Mimi nikiona watu namna hii nasikia furaha, kama vile babu yako akiona watoto wake wamekuwa wengi anafurahia, kwa sababu ya kusikia maneno kwamba tujiongee mambo zetu. Jipigieni makofi. Maana ya mbunge is a submission to the will of God, way of life and brotherhood. Tufanye mambo kiumungu. Kama wewe utaki kukosewa, na wewe usinikosee. Mambo yote kama ni jambo umefanyika, tunastahili kuwekewa mambo yote iwe straightforward. That's why mtu kama mimi, I'm from South Eastern Province, but nimekuwa mvuazi wa Raila kwa hii maisha yake ambayo amekaa yote. Kuna baadhi ya wakati ambao nimeingia hapa hivi nimeona watu kadhaa kama huyu ni mwenzetu. Hapo nimeona Elijah ni mwenzetu. Watu kadhaa hapo hivi ambao nimeona hapa hivi tumekuwa nao bunge la mwananchi. Si ndio tulianzia mpaka ikiwa kikao initiative, tukaisongesha mpaka tukaweka bunge la mwananchi, tukaita season, tukaanzia mpaka 2003, tukaisongesha mpaka imefika mahali ambapo imefika. Nia na madhumuni tulikuwa tunaita iwe amorphous to make sure kwamba, kwa sababu kila mtu ameelewa kujizuia mambo zake na ameweka mambo yake kwa roho na amesema mbele ya watu. Kuwa na chairman kama huyu hapa Kariobangi, kwa sababu shida ya watu wa Kariobangi na watu wa Eastleigh na watu wa hapo Chamaiko na watu wa Mathare si moja. Wako na shida lakini different. Kwa sababu wakati ambao tulienda Kisumu kutengeneza bunge la mwananchi, tutengeneza Nyalenda A na kuweka na Nyalenda B. Unasikia watu wa Nyalenda B hawaongei shida zile za watu wa Nyalenda A wanaongea. Tukawacha watu hapo wakiendea mambo zao, kaenda Migori, kaenda huko kunaitwa Mariwa, kaenda huko Awendo na mahali zingine. Kaenda Ukambani kwa Machakos, kaenda Embu na mahali zingine. Sasa raha yangu ni saile ambaye nimekuta watu wanazungumza, wewe huyu ni ODM, lakini kwamba Sifuna ndio anastahili kwa SG. Mimi naweza kuwa niko pande ya Sifuna au SG. Huyu ana makosa kuwa Sifuna asikue SG. Huyu kuwa kama mvuazi wa Omburu ana makosa. Huyu kubuata Kasongo ana makosa. Mimi kuchukia Kasongo sina nini? Sina makosa. Ninasema roho yangu. Maana ya kuwa hapa ni tuweze kuzungumza haki zetu, na ndiposa tukapigana 2005, 2004, 2002 mpaka hata 1990s. Tukipigana tuwe na katiba na tukaweka kitu inaitwa chapter 4 Bill of Rights. Kuwa na haki ya kuongea kuanzia article 19 mpaka article 56. Ili tuweze kuongea, ufungue roho yako useme ukweli ya. Mimi ile kitu ambayo ningependa kuomba, kwanza tuangalie article 43 ya katiba ya Kenya. Kuna freedom ya kuongea, kuna haki ya kula na ukule 3 meals per day. Kuna haki ya kuwa na kazi, kwa haki ya kuwa na shelter na vitu zingine. Hizo tunapozungumza muelewe watu wote kuanzia president mpaka MCA huwa sisi ndio tumewaajili. Sisi ndio boss au tunawaitanga waheshimiwa, hao si waheshimiwa, sisi ndio waheshimiwa. Kwa sababu tumetoa taxpayers money, tumewalipa mshahara na sisi wanastahili kutupatia huduma. Haleluya. Ikiwa president hajafanya kazi, ni lazima mimi nimuulize, umefanya kazi mpaka wapi? Na kama utaki kuulizwa, toka hapo. Si ni kweli? Kama sasa hivi mko na chairman wa hii bunge la mwananchi ambaye iko hapo Kariobangi, anaongoza kulingana vile ambaye nyinyi mnataka. Si ni kweli? Akisikia ni kama hataki kuulizwa maswali, afanye nini? Atoke kando, huyu aingie kama chairman. Na tunazo ile kitu ambaye iliyoko, hatutaki kitu ambaye inaitwa unafiki. Hakuna kitu yenye machungu kama mtoto kama huyu, baba yake aliuza mpaka akauza ng'ombe, mpaka akata piece of land, akauza, akasoma, akapata degree university, alafu amekuja kukaa hapo Kariobangi akiendesha mkokoteni. Inakuwa ni kama mwalimu alinyang'anya babake nani? Kama kuna kazi inastahili apewe, na kama hakuna kazi tutafute njia. Wakati ambao tulikuwa tunapendekeza Kenya hii kuwe ikae kama Botswana,
kama Botswana. Botswana ukiwa kwamba umefikisha miaka 18 na una kazi, unastahili kupewa sustainable allowance ama stipend ya kitu kama 1%. Ili ukitaka kuitiwa kazi Kisumu, Nakuru, Machakos, unaanza kujilipia fare kwenda wapi? Sasa bro, ukiambiwa interview, uende kafanya interview pale Athi River, utaenda na nini? Sasa hapo ni shida. Kama umezeeka uko na 60 years and above, unastahili kupewa hata kama ni 2% ama 6%. At least iwe kama inakushikilia kwa uzee wako, kwa sababu umelipa nini? Wakaweka ya wazee wapewe 2000. Lakini wakasahau kwamba unastahili kupatiwa sustainable allowance, ili lazimishe government of this country watupatie nini? Wakutapatie kazi. Kwa sababu kama utapewa kazi utalipwa. Kwa hivyo vitu kama hizo ndio tunastahili kuwa kwamba tunaangalia kama ni education iendelee vizuri. Nataka kumaliza kwa sababu muda ni mfupi. Nataka kumaliza nikisema neno moja. A good governor ama president wa maana. President wa maana, mandugu zangu, ni lazima afanye mambo matatu. Ya kwanza education, ya pili security, ya tatu ni health. Health imeshika mpaka chakula. Kwa sababu ukiwa hujakula ukashiba, ni lazima utafanya nini? Utakuwa na magonjwa, si ni kweli? Kwa hivyo tafadhali, kama tunataka good president, ni lazima kitu ya kwanza angalie security, angalie health na angalie education. Mtoto asome. Mtoto wako mzee mwenzangu akiwa hajasoma na apate mwanaume ambaye amempenda, amtumie pesa, ataangaliliwa na nani? Kwa hivyo ni lazima tuwe na nini? Na ndio tuweze kutoka from one step forward. Tuwe one step forward. Kwa haya machache, kwa sababu muda ni mfupi, wacha mimi niwaachie hapo. Mimi kwa majina nimewaambia naitwa Salim Ganga. Mimi ni senior counsel na spokesman wa Bunge la Mwananchi National. Na tumekuwa kwa hiyo muda, watu wengi wananijua, wengine wale hawajaniona kwa mtandao, wengine wameona kwa sura, wale ambao nimetembelea nao kama nyinyi. Mungu awabariki na awape nguvu, muendelee salama.